Mlimwapisha huyo mama kwa ila na ujanja, akakaa kwa hiyo kiti, lakini namuona mtu mwingine kwa hiyo kiti ambaye sio yeye. Stop killing people. Africa, stop killing people. Ana hata Mungu mwenyewe hajawahi kukuchagua kuwa rais. Ulikuwa unashikilia nafasi mliojitengenezea wenyewe. Watanzania wasifikiri Mungu amewasahau na amewaacha. Yale tumeyasema yatatokea mbele ya macho yenu. Watakuwa wanatamani kutuona kwa macho. Nimuone tu huyo mtumishi kwa macho. Lakini tutaenda. Tutaenda. Maana nitafanya mikutano kubwa sana Tanzania, katika nchi taifa ya Tanzania na Uganda. Ikishatokea watasema kuna mchawi mmoja kule Kenya alishazungumza haya. Kuna mchawi, kuna mtu mmoja kule mbaya sana alishazungumza haya. Imagine kufanya hiyo reset yote, resetting. Yaani umeset kitu alafu inakuja kukua reset all of a sudden. Nabii akisema I'm seeing, I saw fulani akishinda uchaguzi, tofautisha maneno mbili. I saw and the Lord said. Two different words. I saw. Nabii akikwambia I saw but I saw but I saw but that means there is another event coming on. Niliona jua in my vision. Na hii jua Pastor Sami ilikuwa inawaka. Ile dim, si kali sana. Dim. Nusu ya jua ni light, lakini sio mwangaza kali. But nusu ingine ya jua ni damu. Damu. Na ukiangalia utaona mito kwa ile jua. Ni wangapi umewahi kuangalia mbalamwezi ukafikiri ni kama Bikira Mariamu kwa hapo amekaa chini ananyonyesha? Msijifanye ni sisi tu tunakuwa na yako kaujinga. Tuko wote. Haleluya. Ambia neighbor leo umepatikana. Tuko wote. Kabisa ukiangalia mbalamwezi unaona ni kama Bikira Mariamu ananyonyesha. Yes. So, lakini ukiangalia according to science ni reflection. Ni reflection. So, kwa hiyo jua pande moja ambayo ilikuwa ni kala ya damu, red, nikaona reflection ya rivers of blood. So kuangalia chini upande wangu wa left, because I was facing North Africa. Upande wa left I was facing north, but upande wa left nikaona mito ya damu inapita. I saw the rivers, bloody rivers flowing. Zingine zinaenda north, west, east, south. And then sauti ikasema behold, pray. Mulisikia nikisema hapo nyuma nchi zitachukuliwa na jeshi. Si mnaona president wa Guinea Bissau amekamatwa na jeshi? Hiyo tayari ni mapinduzi. Niliwaambia mnaenda kushuhudia uongozi wa kijeshi katika mataifa ya Afrika. Lakini marais wengine watakao jaribu kupinduliwa wanajeshi yao. So itapiganwa, hizo mataifa itapiganwa.
itapiganwa, jeshi ya upande huu na jeshi ya upande huu. Nchi hii nyingine jeshi ya upande huu na jeshi ya upande huu. Nchi hii nyingine jeshi ya upande huu na jeshi. And then hapo sasa ndio mtaona jua ikiwa nusu, pande hii ni damu. Pray for Africa. Inua bendera, sema Shalom Africa. Inua vizuri, sema Shalom Africa. Let there be light. Sababu kuna viongozi wanakuaga tu na hamu ya vita, lakini saa ile wataamuka kuitisha vita, wale watu watateseka ni innocent Africans. Ingine itakuwa ni political na ingine itakuwa ni mambo na land. So unaona, nilisema hata sio kitambo mapresident wameanza kuwa arrested na wanajeshi wao. Ndio nikasema msitese watu, msiue watu, kwa sababu one day utabaki commander in chief wa hewa. Utageuka hivi, no one to command, then you will be commanding yourself. Alafu mwingine anajiita nabii wa mighty man of God, the most high. Hey, we hakuna acha kutudanganya ati nabii wa most high go. Hakuna kitu kama hiyo. Muokoe. Amen. Yes. You will be commanding yourself. So stop killing people. Hallelujah. Yeah. You know, bendera sema they should stop killing people. Sema they should stop killing people. Sema amen. Inua tena, sema sitakufa. Nataka nikuoneshe kitu wale mko hapa. Sawa eh? Ndio hili mujue kwamba sio kwamba huwa naropoka. Hapana. Huwa naongea tu kama Mikaya. Na viongozi wetu wanatakiwa kuwa aware of ICC. Both Samia Suluhu, President William Ruto, and Museveni, and this one of Southern Sudan, Salva Kiir. Nimeona hiyo kitu. Unajua itakuja aje? Can I tell you? Nikuambie vile itakuja. Okay. ICC East Africa, ICC inakuja aje? ICC inakuja aje? Na ndio mwanzo itaanza na Tanzania. Unaona hizo mwili? You see? These are bodies. Mochari imejaa. Unaona, ukiangalia vizuri mochari zimefungwa. Imejaa, so hizo drawers zimefungwa. Mili zingine zina, this is Tanzania. This is nimesema tusiicheze hapo ama guy. Tusiicheze, ndio. Hii ni mwili. Hii ni watu wameuawa wakati Samia alizima internet. Hii ni watu, hizi ni mili ya watu. ICC inaanzia hapo. ICC hizi ni mili ya watu. Corridors zote huku kumejaa. Ninazo nyingi. Watanzania wamenirushia nyingi. Zingine ni maiti ya watoto.
Shangaa askari wanaua watoto, wengine ni wanawake wajawazito. Alafu kapasta kamoja kanajaribu kunionya, wewe ngoja okoa Samia na hii ziko hapa. Na unajua macho ya prophet ikiona tayari ni hukumu imeingia machoni pa nabii, na nabii anaanza kutoa hukumu, judgment. Neno la nabii ni sheria kama ujuagi. Lakini si unaona ule mtu alimwambia nabii, je, umekuja kwangu dhambi zangu zionekane, zikumbukwe? You remember? Sasa hii inapopicha kama hii ya maiti ya watu imesaka na wamezika, kuna mass graves, wamezika watu. Na nikamsikia askari mmoja wa Tanzania anasema kwa sababu ya tarehe 9 watu wa nduthi na bajaji, tuk na magari wasiuziwe mafuta zaidi ya lita 2. Ati polisi komanda ana command, anatoa. Ngoja nikuambie, lightness ikikuja, giza haina ujasiri. Hata ufanye siku ya kufa nyani, ikifika miti yote uteleza. Watanzania wasifikiri hali yao Mungu haioni, wasifikiri uchungu wao Mungu haioni, wasifikiri subira yao Mungu haioni. Ni watu wapole sana na ni wavumilivu. Hata ukimkanyaga atakwambia samahani, pole. Not you. Ni watu yani ni watu, hata mwanamke ukimwambia na kuacha kesho anakuambia sawa baba, saa ngapi unaondoka nikushindikishe? Yani you see. Not you. Ukisikia tu hivyo unaanza kunoa kisu. Kida kisu yenyewe kazi yake ni mbaya, tunaonea kwa gazeti. Wasifikiri, Watanzania wasifikiri Mungu amewasahau ama amewafungia macho ama amewafungia kuna masaa Mungu ameset. Oh dear time. Wasifikiri Mungu amewasahau, hata wa Kenya. Sema amen. Amen. Yes. Umeona hizo mili? Kuna watu hawajulikani mahali wako. Kuna mtoto hajui baba yake mahali yuko, hajui mama yake aliendaga wapi. Kuna wazazi hawajui watoto wao wako wapi, kumbe ndio hiyo mili yao iko huko. Nasikia wamesema unajua tunafanya maridhiano na tumetangaza sherehe, hamna sherehe ya uhuru. Sijui kama ulisikia President wa Tanzania Samia alikansel sherehe ya uhuru, Uhuru Day. Hivi unafikiri ni nini katika ulimwengu wa roho? Freedom Day celebrations cancelled. Kwani nyinyi hamsomi vitu kiroho? Uliza neiba yako, kwani uko dunia gani? Uhuru Day has been cancelled by Her Excellency Honorable Samuya. Unafikiri inaashiria nini katika ulimwengu wa roho? Sherehe ya uhuru wa nchi kuwa cancelled, ina maana no more freedom, but as a prophet freedom is coming. Hallelujah. Inue bendera, sema shalom Tanzania,
Sema freedom is coming in the name of Jesus. Bwana ataichukua Tanzania hivi yote. Yote. Nimesikia juzi sijui amefungua kanisa zile walikuwa wamefunga. Msingefungua. Mungeiwacha tu mfunge mpaka. Kwa nini mnafungua saa hii mapema? Kwa nini mnafungua hiyo makanisa? Makanisa ya Magwajima, makanisa ile nyingine. Kwa nini mnafungua saa hii? Lakini ngojeni niwaambie. Wakati Samia alikuwa chini ya Magufuli, alikuwa soba. Lakini alipoondokewa ghafla, akapata washauri wengine very fake sana. Wale wanamuangusha Samia ni washauri wake, advisors. Wanamwambia hapa inafanya kwa hivi, kandamiza hawa, finya hawa, ua hawa, fanya hivi, fanya hivi. Na ukiwakuta kanisani Jumapili, uninyunyizi niwe mweupe kabisa. Yani uninyunyizi maji niwe mweupe kabisa. Yani mpaka wanatoa na sadaka wakati wamesha sacrifice watu. Na wengine kule wakuta Ijumaa wako hapa. Haya Muhammad anazurura. Wanagongesha na wala hatukubali. Si tumekubali Yesu ni Bwana. Wanafiki. Na wanaua watu. Wanafiki. Huwezi ishi karne ya 3 iliyopita wakati tuko karne ya sasa. Ni vitu viwili tofauti. Season ilimechange. Ukienda na manual na menu ya zamani utaanguka. Uliza manabii, ndio tuko na digital manual, prophetic digital manual. Hapa enda hivi, hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Hallelujah. Usitishwe na adui. Halo? Usitishwe na adui.